ili kwamba ukaisikie sauti ya Mungu, lakini pia ukatambue kusudi lake, na uje na imani ya kwamba Mungu aliyekuamsha na kukuleta hapa hatimaye atakusikia na kukujibu sawia na mapenzi yake. Kwa hiyo tutaomba asubuhi hii tunapompisha mtumishi wa Mungu aweze kuingia kwa wazo la asubuhi. Miguuni pake Yesu, maneno yake tamu, palipo heri niwepo kila siku. Miguuni pake Yesu na kumbuka upendo na hisani vyake kwangu vimenivuta moyo. Sasa mwisho, nibariki Mwokozi, nibariki Mwokozi, miguuni pako unitazame kwa pendo, nione uso wako, nipe Bwana nia yake ili ionekane, nimekaa na Mwokozi aliye haki yangu. Mungu na Baba yetu unayetupenda, asubuhi hii tumejihudhurisha mbele zako. Tumekuja tukitamani ili kwamba Bwana, kwa mara nyingine tena tukakutane na uso wako. Kwa mara nyingine tena Bwana ukatutue mizigo yetu. Kwa mara nyingine tena Bwana ukatulishe kwa neno lako la uzima. Na kwa hiyo tunakusihi muda huu mtumishi wako anaposimama ili kwamba kaumege mkate wa uzima, neno hilo likajae katika mioyo yetu, likatukatishe tamaa ya dhambi na likakuze tamaa ya haki katika mioyo yetu. Neno hilo Bwana likawe ni farijiko na tumaini. Neno hilo tena asubuhi hili tupatie shime ya kusonga mbele. Neno hilo likakuze imani ndani yetu na kukuandaa wewe unapotokea mawinguni kwa mara ya pili. Na hata asubuhi hii mtumishi wako anaposema kunena, ninakusia kwamba wote waliokuja na uzito wa moyo hata sasa ukawatue mizigo yao. Wote waliokuja na miili iliyodhoofika kwa ugonjwa, Bwana, hata asubuhi hii leo ukawaponye katika jina la Yesu Kristo. Wote waliokuja na mioyo ambayo imepondeka, wasiwasi, hofu na tawala, Bwana, ninatamani ya kwamba asubuhi hii Mungu ukawashughulikie kwa namna ya ajabu itokayo kwako. Lakini wote waliokuja Bwana ambao wanatamani kujitoa kwako hata kwa njia ya ubatizo, neno la asubuhi hii pia likawatie shime na kuwapatia ujasiri kujipeana kwako kwa njia ya ubatizo. Neema yako ikatawale sasa, mjoli wako akapungue nawe ukazidi. Ndivyo tuombapo kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Asante. Wapendwa, ninawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Mmeamua kuja wote kabisa. Na Mungu aendelee kuwakomboa kwa damu yake. Niwaambie kwamba Mungu wetu ameamua kuikomboa Kenya, na shetani yamebaki kushangaa
lakini Kenyenya inaokolewa. Nasema Kenyenya inaokolewa. Na imagine hii ni wiki 1 na ndio tunamaliza asubuhi ya mwisho ya wiki 1. Makenzi, Naam. hivi mimi ndio na sauti ndogo ama leo? Maana hii lazima iende mpaka kwa aliolala, ili nao wawe miongoni mwa baraka hizi. Asubuhi ya leo ninawabariki tena kwa jina la Yesu Kristo. Hata nimesikia kuna watu wameshaanza kupeana viti na vitakuja kwa ground. Hata ninaomba watu waendelee kujitokeza kufanya hivyo, kwa maana kazi ya Mungu inaenda kuwa kubwa sana next week. Yaani kuanzia kesho, sasa iko sawa, una amani. Kuanzia kesho kwenda mbele tunaenda kuwa na crusade ambayo sio ya kawaida. Hata maombi nitakuwa nafanya hapa sio ya kawaida. Nasema tena sio ya kawaida. Unajua sasa nilikuwa nafanya land breaking. Lazima ukiwa unajenga kitu kikubwa ufanye land breaking. Wale ambao mko mtandaoni, asubuhi ya leo hapa tunao watu zaidi ya 1,500 hapa ambao wanazidi kuingia bado, na watu wa Mungu wamekuja hapa kwa sababu wana nia ya kukutana na Bwana. Nikawa naangalia kila mmoja aliyekaa hapa, mmoja ambaye hajabatizwa, lakini mwingine akileta mmoja, tutabatiza watu wengi sana. Na niseme bado hatujafanya kazi, maana tuko na 10 churches. Makanisa 10 yanapaswa kama yatafeli watu wabatizwe sio chini ya 1,000. Kwa hiyo elders, marafiki zangu elders, na wapenda, maana huwa wanakaa mahali wanapanga strategy, wanapanga mbinu. Lakini ninasema tena, ninawaombea waungeni mkono, maana tunataka si idadi kubwa ya watu, ila tunataka Kenyenya for Jesus. Jamani, Kenyenya for Jesus. Hata kama nimeangalia wale wazungu ambao wameshaingia, nafikiri sasa tu wamepumzika, wamevaa t-shirt imeandikwa give me Kenyenya or I die. Nikashangaa sana, na ziko kwa mtandao, give me Kenyenya or I die. Maana wanajua wanaenda mahali hata hawapajui, ila wanachojua Mungu anataka Kenyenya. Si useme amina? Ili kama mtu wa Amerika anavaa t-shirt anatembea, wametoka nayo kwa airport yao, wameshuka nayo airport ya Nairobi, wametembea nayo kwa gari, wanakuja, moto wao unasema give me Kenyenya or I die, Jesus is coming soon. Bwana asifiwe. Sasa mimi nikasema sijaona mahali pamependwa na Mungu kama Kenyenya. Nasema sijaona mahali pamependwa na Mungu kama Kenyenya. Watu waliobize kiasi hicho wameacha kazi zao, ila badala ya kuendelea kusema mambo ya Amerika ya kwao, wanasema mambo ya wapi? Tena sio ya Kenya, ya Kenyenya. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu mwambie jirani yako, Yesu anakuja tena. Mwambie Yesu anakuja upesi. Jamani, haleluya. Hebu nione mikono inayobarikiwa namna hii. Sasa unajua Robinson, nikajiuliza, kama mtu wa Amerika anasema give me Kenyenya or I die, sisi tutasemaje? Eti mnipe maneno, nyinyi mngesemaje sasa? Kuna kitu cha zaidi ya kufa.
ngoja niwaambie hivi kabla sijahubiri. Ningekuwa mimi ndio nyinyi, nilikuwa namwambia Robinson jana, ningekufa au nipone, lakini watu waokolewe. Kwa kuwa napenda sana kutoa testimony za kwangu mwenyewe. Mara nyingi pale Tanzania kuna mahali panaitwa Tanga. Tanga ni mbali kidogo na hapa kwenu, lakini niweke hivi, Tanga iko Tanzania pale, lakini Tanga iko sawa na Mombasa. Yani wape kwanza pako sawa na Mombasa. Na kwa hiyo nina furaha yangu ilikuwa kwamba hapo Tanga ambapo ni karibu na Mombasa, ama pako sawa na Mombasa. Kwa nini? Kote ni karibu na bahari. Kote ni karibu na wapi jamani? Na bahari. Sasa ni maeneo pia ya Uislamu sana. Hiyo ni Islamic place, na kwa hiyo pamejaa watu wengi ambao ni wa Kiislamu na ni ngome ya Kiislamu. Imejaa hao Waislamu wengi sana. Sasa ngoja nikupe quotation, I mean testimony ambayo inaendana na hii give me Kenya or I die. Sijui kama nimeisema nikiwa hapa Kenya. Ilikuwa ni mwaka 2017. Unajua nimeanza kuhubiri kidogo mbali. Hii sasa ninayohubiri hapa kwenu ni crusade ya 101. Is crusade number 101. Yani tangu nimeanza kupreach, na hiyo ni crusade, achana na week of spiritual emphasis. Kwa hiyo nimetembea katika uzoefu mkubwa sana, lakini yote ni kwa Yesu. Sasa niwape jambo moja lililotokea pale Tanga. Nikiwa nahubiri sana habari za ukweli wa Kristo, na huwa kuna wakati ninatumia Korani kusoma kweli za Biblia. Sasa wakati nimekuwa nazisoma, wale jamaa wakakasirika. Nikisema wale jamaa, si mnaelewa? Basi kwa hiyo wakati nina preach, wakapata hasira na wako na polisi. Kwa hiyo wakakaa kama wenye dini yao, wakaamua kukasirika, maana nimehubiri ukweli. Baada ya kuwa nimemaliza wiki ya kwanza, sasa niko wiki ya pili. Unajua kilichotokea ndicho nataka kusema. Natamani mtu mmoja avae moyo aseme kwa ajili ya kazi hii, give me Kenya or I die. Sasa nini kilitokea? Wakati na preach, kumbe wao wameshajipanga kwamba leo lazima tukamuue. Na si unajua kuna wengine wakikuua wanasema wamepata thawabu. Wamepata kitu gani? Thawabu ya kidini. Lakini wanasema huyu ni kafiri na mambo fulani fulani. Sasa sikiliza. Wakati wamekuja na gari, wamebeba risasi, wamekuja kwa ajili ya zoezi la kuua. Walichofanya kwanza, waliposhuka wakawa wako kwa nyuma, yaani tuseme kama nyinyi wote mnaniangalia sehemu moja, alafu wao wakaja kwa nyuma, wakanyoosha sasa bastola, wakaonyesha ishara kwamba toka hapo mbele. Mimi nikiwa na ubiri hivi, sasa wachache wakageuka, wakaona. Baada ya kuona, wakapiga nduru, tunauliwa. Unajua kule kwetu sio kama Kenya. Kenya mkipigwa mabomu ya machozi, nyinyi ndio mnaendelea kuwafuata, ila kwetu huwa ni waoga kidogo. Ikitokea hiyo shida, watu wanakimbia mpaka kuvunjika, na ndio maana sisi hatu contest. Yani watu walitawanyika,
Yaani watu walitawanyika, watu ni kukanyagana, wazee wanakanyagwa. Mimi nikiwa nahubiri nikatangaza kwa sauti kubwa, nikaangalia mbingu, nikasema, Mungu, niko tayari kufa leo kwa ajili ya kazi yako. And I'm not joking. Na kile kitu huwa natangaza mara nyingi, mimi kama ni kufa, I will die while preaching. Maana ndiyo commitment yangu. Sasa wakati naendelea kuomba na kuangalia mbingu, na mwambia Bwana, nimejitoa kwa ajili yako. I am ready to die for this service. Wakawa wamepigwa kitu kinaitwa upofu, blindness. Hawaoni mahali pa kunishika, wanazunguka tu kwenda. Finally walienda wakakata vyombo, ila mimi hawanioni. PA system wanaiona. You know, when I give you these testimonies, naweza mkafikiri kwamba nawapanga. Ninamjua Mungu anayeokoa watoto wake. Baada ya kuwa imekaa sasa ni hatari mbaya, wamevuruga vyombo, niliendelea kupreach bila vyombo, na nikiimba nyimbo, alafu tena nikiendelea kuomba, alafu tena nikisema, ufalme wa Bwana wetu umekaribia. Unajua, baada ya kuwa amefanya hayo yote na tukio limekuwa baya, nduru zimepigwa, walikuja maaskari wengine sasa wa Kikristo, maana sasa imekuwa ni Uislamu na Ukristo. Hao wa Kikristo wanapanga kunisave, ndio waliweza kuniona, lakini wale wengine hawakuweza kufanya nini? Wakanishika, wakaniingiza kwa gari, wakiwa wamenishika wote kwa pamoja, wamenibebelea. Kumbuka hapo crusade, kila mtu ametawanyika, wamebaki wachache tu wanachungulia kwa mbali. Nikapelekwa mpaka kwa Sero, nikapelekwa hapo, nikafungwa kidogo pingu. Nikasema hata haya Paulo walipitia. Nikafungwa, nikaingizwa kama procedure zinavyotaka, nikaingizwa kwa chumba, alafu tukaanza kuitwa kuhojiwa. Mimi nikawauliza, ninaomba mwenye ushahidi wa neno baya lolote nililonena aseme. Kama nimesema ukweli wa Biblia na Qur'an, basi na ibaki kuwa ukweli, ila sijapanga kutukana mtu. Na baada ya kuwa wameulizwa, kwa nini mlileta shida hizi? Maana na wao wamekuja sasa kwa mashtaka. Unajua, wakasema haiwezekani akatumia Qur'an. Nikawauliza, Qur'an ni kitabu cha watakatifu, na mimi ni mtakatifu wa Bwana, mjoli wake. Ninaomba kifungu cha sheria kinachosema Qur'an haisomwi na watu wote. Mimi naye ni miongoni mwa watu na nimeisoma. Shida iko wapi? Hapakuwa na kesi. Mwisho nikawauliza, mpo tayari niwafungulie kesi ya mauaji? Mimi sasa ndiye kuanza maneno sasa. Baada ya kuongea hapo, I make this short for you to go with me in the sermon. Baada ya kuwa nimenena hayo, wakamgeukwa sasa na yule judge, yule hakimu, not judge. Sasa sijua yule kiongozi wa court ambaye yuko pale, yule primary court, akawa ametusikiliza, akawauliza, mpo tayari kufunguliwa kesi ya mauaji kama alivyosema mtu ambaye anadai? Nikauliza mara ya pili, mtapenda nifungue kesi ya mauaji? Baada ya hapo wakageuka wakiomba msamaha. Unajua kilichotokea ni nini? Baadaye tulipatana sana na wakasema, kindly preach, lakini usituponde sana. Nikamwambia sio mimi nawaponda,
ni neno la Biblia na Korani yenu wenyewe, basi acheni ukweli uwekwe wazi, maana Yesu anakuja upesi. Yaani Bwana asifiwe sana. Ila ile siku nilikuwa tayari kufa, na furaha yangu ilikuwa hii: kama nitakufa nikisema ukweli, nitakuwa kama Stefano, nitakuwa kama Yohana, na nitakuwa kama wengine waliouliwa kwa sababu ya ukweli. Swali langu ni hili: umechukua jukumu la kwenda kumtangaza Yesu, ama unasikia tu kwamba watu watabatizwa, ama unasikia tu kwamba kutakuwa na ubatizo mkubwa? Hawa watu wote wanakuwa kwa bodaboda, kwa soko, wanakuwa pale kwa nyumba jirani. Are you ready to die for them to be saved? Uko tayari uongee na mtu hata aone kwamba uko tayari kufa ili yeye abatizwe? Hawa watoto wanaozunguka vijana, hata nimeona kwamba kuna umati mkubwa wa watu hapa Kenyenya. Yaani ukibatiza watu 1000 ni kama bado hujabatiza. Lakini nauliza, swali ni hili: mmechukua hilo jukumu, ama waliotoka ng'ambo ndio wanakuja na jukumu? Na wakijana watawezaje kufanya kazi kama sisi wenyewe hatujaamka? Ila niseme, nimeona watu wachache ambao wako serious. Ninaomba kila mmoja aamke tufanye kazi ya Bwana. Nasema tena, tuamke tufanye kazi ya Bwana. Hebu wangapi wamenielewa sasa? Kazi ya Bwana inafanywaje? Wewe uliyeko hapa, kwanza jitoe kwa ubatizo, na ambaye umebatizwa enda kaongoe Roho, na wewe ambaye umeshajitoa kwa ubatizo, alika watu wengine kumpokea Kristo kama wewe ulivyompokea. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Asubuhi ya leo, hebu tuombe kidogo kwa ajili ya sermon hii nzito kidogo, lakini Bwana atatuwezesha. Baba na Mungu wetu, umeleta tena agizo, maana wiki ijayo hapa patajaa sana. Hata asubuhi zijazo zitakuwa na watu wengi sana, maana kama kuna asubuhi ambazo tutajifunza mambo ya kipekee, ni asubuhi ya kuanzia Jumapili na kuendelea hadi mwisho wake. Ninaomba Baba, uziandae asubuhi hizi zote kwa neema yako tuzifikie, maana sisi hatuwezi kujipea uhai, lakini anza kuitumia asubuhi ya leo tena kwa mwendelezo wa baraka zetu. Asubuhi ya leo umeanza nasi kwa dakika takriban 15 hivi, ukituambia umuhimu wa kuvaa slogan ya kwamba give me Kenyenya or I die, but Jesus is coming soon. Ninaomba kila mwanamke na mwanaume, kijana na hata binti, wazee wa umri na kila mtu akajiunge kufanya kazi hii njema, ili kesho tukabatize kwa mara ya kwanza, ubatizo mkubwa sana, ili watu wakajitolee kuanzia kesho kwenye ubatizo huo mkubwa, na ndiposa wiki ijayo tukaingie kazini zaidi. Yesu uje utuchukue. Ninaomba Baba, waongoze watu wako hawa. Kuna ambao katikati yetu wengi hapa hawajabatizwa, ila shetani bado ameshika maisha yao. Wengine wali backslide, ila wanaona kwamba hawana nafasi ya kubatizwa. Ninaomba Baba uongee nao, ongea na kina mama kwa kina baba, wazee hata vijana. Ongea Bwana na wasichana hata vijana wa kiume, ongea na kila mmoja. Yesu, tukachukue jukumu hili, maana kila aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Usingependa uhukumu Kenyenya. Yesu, naomba uturehemu. Yesu, naomba uturehemu. Leta muujiza wa kipekee. Hata wale walitoka nje ya kanisa warudishe kwa jina la Yesu. Hata wale waliacha kanisa
walete kwa jina la Yesu. Hata wale vijana wetu wako kwa likizo, wamekuja, acha wabatizwe, waendelee na masomo wakiwa wamekupokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, ili kwamba kama utakuja wakiwa kwa shule, nao wawe miongoni mwa watakaookolewa. Naomba Bwana useme na kila mmoja, tutoke twende kwa soko, tutoke twende kwa maduka, tutoke twende kila mahali, tutoke twende kwa nyumba za watu, tukajichukulia mateka wa elfu na maelfu waje kwako, maana utukufu utabaki kuwa wako, wala sio wa mhubiri, wala sio wa pastor, wala sio wa field, ni utukufu wako mwenyewe. Jitwalie utukufu kwa jina la Kristo Bwana. Na hivi sasa ninapohubiri, nenda pamoja nasi, elekeza maneno yako kwa haraka na wepesi. Kwa Kristo Bwana wetu tunaomba na hata kuamini. Amen. Tunaendelea kutoka pale jana. Tulisema jana kuna mambo matatu. Jambo la kwanza ni uovu. Jamani, hebu tusema tena uovu. Jambo la pili ni makosa. Tuseme tena makosa. Jambo la tatu ni dhambi. Tuseme tena dhambi. Yaani Bwana asifiwe. Wapendwa, Bwana asifiwe. Na tukasema namna ya kutoka kwenye makosa, uovu, na namna ya kutoka kwenye dhambi. Ila leo tunaendelea ndani kidogo. Lakini jana, kama umenifuatilia vizuri, tuliposoma ile verse ya kwanza kutoka Exodus 34 verse 7, ambayo ilisema ya kwamba Bwana anasamehe na kuwarehemu maelfu elfu. Lakini tuliona kwamba sio tu kwamba anasamehe na kuwarehemu maelfu elfu, tuliona kwamba anasamehe dhambi, uovu na makosa. Lakini tuliona kwa upana kidogo kuhusu maovu ambayo tunaweza kuyachukua kutoka kizazi hadi kizazi. Lakini tukaona makosa ambayo tunaweza kuyarudia, yaliyotendwa na wazazi na sisi tukatenda. Lakini tukaona kwamba hatimaye haya makosa yanaweza kuwa sehemu ya kile ambacho ni dhambi ambayo tunaweza kuitenda pia. Na ukisoma kwa lugha ya kibiblia, unajua dhambi inaitwa amartia. Ninajaribu tukupunguza namna ya kutokufanya uwaze mambo mengi. Amartia maana yake ni missing of the mark, yaani unapoteza alama ya kitu fulani. Na ndio maana Yakobo 2 mstari wa 10 hadi 11 anasema kwamba mtu awaye yote atakayeshika sheria yote akajikwaa kwa neno moja, amejikwaa juu ya maneno mangapi? Yote. Na hivyo basi naomba uende pamoja nami asubuhi ya leo tena ya kipekee. Namna ya kutoka kwenye uovu tumejua, namna ya kuachana na makosa tumejua, na namna ya kushinda dhambi tumejua, kwamba kwa Yesu Kristo hayo yote yanawezekana. Jamani, nasema tena yanawezekana. Wapendwa, yanawezekana. Sasa asubuhi ya leo utakumbuka kwamba jana tulisoma Ezekiel 18 verse 20. Tukasema kwamba mtoto hatachukua uovu wa baba yake, wala baba hatachukua uovu wa nani? Wa mtoto. Maana yake ni nini? Ili uovu wa babako au mamako, ili uovu wa kizazi cha nyuma usikupate, lazima uwe na mamlaka na uwezo wa kukataa. Jamani, uwezo wa kufanya nini? Jamani, uwezo wa kufanya nini? Unakataa wa kumkubali Yesu Kristo kikamilifu. Lakini sio tu kumkubali Yesu. Wakati unampokea Yesu, lazima umwambie kwa nini unataka kumpokea. Na moja ya sababu ya kumpokea, unatakiwa umwambie Yesu, ninakupokea kwa sababu ninataka kuondokana na uovu wa kizazi kilichopita. Na umwambie tena Yesu, ninakupokea kwa sababu ninataka kuyakataa makosa yaliyotendwa na wazazi. Mimi nataka nisiyatende, ninataka niyatende mapenzi yako Bwana. Na Bwana asifiwe sana. Lakini unampokea Yesu kwa kumwambia,
ninajua wewe ndiye ambaye una uwezo. Yesu ndiye mwenye uwezo wa kutushindia dhambi zote. Jamani, Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo, hebu twende na hotuba yetu inakaa hivi. Tunaanza na Yesu Kristo dhidi ya nguvu za giza. Jesus Christ's power over demonic forces. Nguvu ya Yesu Kristo dhidi ya nguvu za giza. Dhidi ya nguvu za nini? Za giza. Ninaomba nikufundishe mambo machache ambayo yatakusaidia. Hebu basi msomaji, nenda nasi wa Kolosai. Colossians 2:15. Naomba twende kwa umakini kidogo. Hebu tena tuombe. Mungu wetu, neno hili huwa tukisema Yesu dhidi ya nguvu za giza, nahisi kuna watu wengi vichwa vimefungwa wasije wakaelewa. Naomba utufungue kwa jina la Yesu, amen. Msomaji, kitabu ni Wakolosai sura ya 2. Sasa tuende pale mstari wa 15. Biblia inasemaje? Akiisha kuzivua enzi na mamlaka, akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri. Hebu rudia tena. Na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri. Haya, akizishangilia katika msalaba huo. Hebu basi naomba usome kwa Kizungu kama kipo karibu. Mtu fulani hajaelewa mkogo. Jesus Christ came. Yesu alikuja to destroy all forces of spiritual forces. Tunaweza tukasema amekuja kuondoa oppression, amekuja kuondoa hizi nguvu zote. Yesu alikuja kusimama kinyume na nguvu zote za giza. Inasema haya, twende. Having disarmed principalities and powers, yes, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Yani Yesu alichofanya, alisimama kinyume na nguvu zote, alafu akaweka mkogo. Unajua mkogo ni kama msingi ama kitu cha kushika ama kitu imara. Yesu aliacha enzi, akaacha mamlaka, akaacha na nguvu ya mbinguni. Asubuhi ya leo Yesu akashuka ili awe mkogo, awe fimbo, awe mwamba, awe kitu cha kutegemea, na ameshuka ili apambane na nguvu zote. Wanasema ameshuka ili apambane na nguvu zote. Wanataka unielewe? Naomba usome tena the book of Mark 16:17. Msomaji kanyaga twende kwa haraka. Samahani. The book of Mark 16:17. What does the Bible says? Msomaji, Biblia inasema Marko 16:17. Ndio. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sasa kwa kuwa Yesu ameweka msingi ambao unapinga nguvu zote, wale wote ambao watakubali kufanya kazi yake, ishara hizi zitaambatana pamoja nao. Kwa jina langu, kwa jina la Yesu, watatoa pepo. Watatoa pepo. Watasema kwa lugha mpya. Watasema kwa lugha mpya. Watashika nyoka. Watashika hata kama ni nyoka. Hata wakinywa kitu cha kufisha, ndio, hakitawadhuru kabisa. Yesu anaeleza uwezo ambao yeyote
anayekubali kumhubiri, anayekubali kuwa naye, anayekubali kutembea naye, anakuwa nao. Asubuhi ya leo, kilele cha hotuba hii kubwa kinadai kwamba Yesu Kristo amesimama, ana nguvu kuliko nguvu yoyote ya giza. Jamani, Bwana asifiwe. Na wale wote ambao wanajitoa kutembea na yeye, atawapa huo uwezo, watakuwa na huo uwezo, watafanya makubwa kuliko hayo. Amina. Labda unielewe. Ninatamani sasa nikupeleke katika jambo kubwa sasa la kipekee. Kwa kuwa tumejua Yesu aliacha enzi akashuka, na kitendo cha kuwa hapa duniani alikuja kumwonyesha mwanadamu kwamba amekubali kuwa msingi, ngome, mwamba atakayesimama dhidi ya nguvu zote za nini jamani? Za giza. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na anawapa and he commissioned wale wote ambao watamfuata, anawapa uwezo wa kusimama kinyume na nguvu zote za giza. Jamani, Bwana asifiwe. Wangapi wanatamani Mungu awakomishi kwa kinyume na nguvu za giza? Inawezekana. Jamani, Bwana asifiwe. Inawezekana. Leo nitatoa pia siri ya namna ya kuwa na uwezo huo. Hebu sasa twende. How to break demonic power in Jesus name. Namna ya kuvunja ngome za giza kwa kupitia uwezo wa Yesu Kristo. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. How many of you are following what I'm preaching here? Are you all following? May God bless you. Hebu twende sasa. Jambo la kwanza, acknowledge sin and repent. Jaribu kuitambua dhambi ile ambayo inatesa maisha yako, ile ambayo inatesa familia yako. Jaribu kuikubali. Acknowledge your sin and repent. Kubali dhambi yako alafu tubu. Jamani, nimesema kubali nini? Jamani, kubali nini? Kwa nini watu wengi wako na mapepo, wako na nguvu za giza? Kwa nini watu wengi wanaendelea kwenda church ila hawajasimama? Wanaweza kuvamiwa na nguvu za giza. Ni kwa sababu wanapambana kujionyesha kwamba ni watakatifu mbele za watu, lakini hawataki kuonekana mbele za Mungu hata hivyo kwamba ni wadhambi. Asubuhi ya leo, moja ya jambo litakalofanya uachane na shetani na nguvu za giza, acknowledge your sins and repent. Kama umenielewa sema amen. Kubali dhambi zako na utubu. Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, kubali dhambi zako na utubu. Hivi kuna watu? Haya, mwambie tena jirani yako, kubali dhambi zako na utubu. Jamani, Bwana asifiwe. That is number one. Jambo la kwanza ambalo kwa jina la Yesu unaweza kwenda kinyume na nguvu yoyote, na unaweza kwenda popote, na unaweza kuwa na ujasiri wowote. Jambo la kwanza, kataa dhambi. Jamani, kataa nini? Na kubali kwamba hiyo dhambi ni yako, alafu kubali kuungama. Jamani, Bwana asifiwe. Kitabu cha Biblia cha Yohana wa kwanza, 1 John chapter 1 verse 9. Naomba twende kwa haraka msomaji, nikiwa Biblia inaenda mahali fulani. Msomaji, vipi tena leo? Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki. Aya, tuseme amina. Jamani, tukiungama dhambi, Yesu ni mwaminifu
na tena ni wa haki, hata atuondolee dhambi zetu, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Hebu ambie jirani yako, Yesu ni mwaminifu. Mwambie tena, Yesu ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo, moja ya silaha kubwa ambayo itakufanya usikamate na nguvu yoyote ya giza, kila asubuhi na kila mchana na kila jioni, kwa maneno mengine kila saa, kubali dhambi uliyotenda, alafu ungama hiyo dhambi. Maana kama ukiungama, Biblia inasema katika Yohana wa kwanza uliyosoma 1:9, Yesu ni mwaminifu, atakusamehe, na akisha kusamehe, mtoto wa Mungu, atakutakasa. Jamani, tuseme amina. Atakutakasa. Watu wanatembea na dhambi, watu wanalala na dhambi. Ngoja nikuulize, hivi kama kabla mulale wewe na mke wako mmeshagombana, kila mmoja analala hasira iko hapa juu, kila mmoja analala ameshaongea maneno ya kikisi yote, usiku mapepo yakija, kwa nini yasikuingie? Kama asubuhi mnaachana na maneno mabaya, unaenda kwa biashara, mke ameongea mabaya, mume amekuambia mabaya, ukitoka unaenda kwa duka, mtu anakuja tu anauliza, hivi hiki kinauzwa aje? Unaanza kumwambia, chagua kile unataka, ukimaliza uniambie nitakupa bei. Maana tayari uko kwa duka na mapepo. Afu unauliza mbona siuzi? Hivi mnanielewa? Unakuta msichana alikuwa aolewe siku nyingi, ila anaamka na mapepo, analala na mapepo. Hivi mnanielewa? Unakuta mtoto anaenda shule, badala ya kuwa ulimkabidhi kwa Mungu, ila ulishamchanganya, anaondoka na roho iko na mapepo. Nimwambia siku zinavyoenda tutaongea mambo yasiyo ya ajabu, ya kawaida kabisa. Ndio maana nawafundisha asubuhi ya leo, kama tukijifunza kuungama dhambi zetu immediately, hapo usimpe shetani nafasi kwenye moyo wako. Maana kama tukiungama, Yesu amesema ni muaminifu. Jamani, Bwana asifiwe. Usikubali kukaa chini ya control ya shetani. Mama White anaandika kwenye Mountains of Blessings, ile sura ya 103, anaandika hivi. Najaribu kutafsiri kitabu cha Mlima wa Baraka. Anasema yeyote anayekaa hata dakika moja bila kutubu yuko mikononi mwa shetani, lakini aungamapo mara Kristo humtangaza kuwa mtoto wake. Hivi mmenisikia wapendwa? Mmenisikia? Naomba nirudie tena. Yeyote anayekaa na dhambi, yaani bila kuungama, najaribu tukutafsiri hivi, anakuwa mikononi mwa shetani, ila
aungamapo mara, Yesu Kristo anamtangaza kuwa mtoto wake. Yaani anamtangaza kuwa mtoto wake. Sasa shida ni hii, watu wanatembea na grudges, watu wanatembea na maneno moyoni. Kwa hiyo badala ya kuwa karibu na Mungu, wamekuwa karibu na nani? Wako karibu na nani? Angalia ile hasira inavyokuambia. Hasira iliingia maana umegombana na bwana wako, alafu anakuja shemeji. Mashemeji nangu huwa nawaogopa sana. Hata mimi shemeji wa mtu mwingine. Sasa shemeji anakuja na kwa shemeji, pole, umepigwa, pole, unajua mimi nisingekupiga. Na mshangawi bwana wako anakupiga aje hivyo? Mapepo, kwa sababu yamekutana na mapepo. Muda si mrefu shemeji anakuwa mume wako, anakuwa anakula hapo, anaondoka, ana mke wake, ila na wewe ni mke wake mdogo. Kaza macho bwana, hebu niangalie vizuri, usije kawa ni wewe umekuramba. Ungama, tubu ili utakaswe, maana atakaye ungama, Biblia imesema Yesu ni mwaminifu. Mwambie tena jirani yako, Yesu ni mwaminifu. Mwambie tena, Yesu ni mwaminifu. Ukikaa bila kuungama, umetangaza nafasi kwa shetani. Bwana, mnaielewa hiyo point vizuri? Ninafundisha hivi naondoka. Sasa wewe, ngoja niongee na Madam Ruth. Huyu ni mamangu. Si unafahamu yule mke wangu? Hata sisi ni wanadamu. Kuna siku tu hatapenda vile nimefanya, right? Kama nitajua na nimeshamfundisha, ikitokea kuna kitu nimefanya hujapenda, ongea kabla hujalala. Ongea tupatane kabla sijatoka. Kwa sababu gani? Sitaki hata dakika moja yeye abaki akiwa mikononi mwa shetani, wala mimi nibaki mikononi mwa shetani. Na hilo limefanya sisi ni marafiki kama vile tumezaliwa pamoja. Hivi mmenielewa? Hivi mmenielewa? Sasa hapa kuna tumama, yani kuna kamama hapa kakona bifu ya 30 years ago, na hata nikimpa nafasi ataniambia, pastor, vile yule mwanaume amefanya nimeshindwa kumsamehe. Maana yake unaniambia hivi, tangu miaka 30 iliyopita wewe umefungua mlango wa shetani. Mbona mnaniangalia kwa huruma? Nauliza, mbona mna huruma? Jamangu anasema hayo ni maajabu. Yaani Bwana asifiwe. Kama unanielewa punga mkono namna hii. Hebu ngoja nitoe kauli itakayomshtua msichana mmoja hivi. Ikitokea umekuwa na boyfriend, alafu mkagombana, alafu hujamsamehe, inaweza kuwa moja ya sababu ya kufunga mlango wako usikutane na boyfriend mwingine. Sasa mnacheka, mmeshinda kujihurumia, sasa mnacheka. Hebu wanaonielewa wapunge tena mkono hewani namna hii. Usikubali, maana Yesu wetu ni mwaminifu. Akiomba msamaha anasamehe papo hapo. Ndio maana mama wetu anasema
dhambi yoyote inayoungamwa inasamehewa immediately. Jamani, immediately. Hivyo wangapi wameelewa hiyo point kwa kina sana kabisa? Ungama dhambi zako. Kubali dhambi, uungame. Msomaji, hebu rudia hiyo verse kwa nguvu. Ni bora nifundishe mambo mawili, niombe nikuache ila unielewe. Biblia inasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu. Bwana Yesu ni mwaminifu na wa haki, tena amejaa haki, hata atuondolee dhambi zetu, ataondoa dhambi zetu na kutusafisha, na hata tuacha wachafu atatusafisha. Amen. Na udhalimu wote, tena ataondoa udhalimu wote. Sasa kwa nini unatembea na uchafu? Kwa nini unatembea na dhambi? Kwa nini unatembea umechoka? Kwa nini unatembea hujasafishwa? Asubuhi ya leo imetosha. Shetani ametutawala, inatosha. Natangaza Yesu Kristo ni mwaminifu. Point number 1. Kama unataka ukae mbali na nguvu za giza, acknowledge your sins and repent. Hebu mweze jirani yako, umeelewa? Mweze tena, umeelewa? Hivi mwahi kugundua kwamba watu wengi wako church wakiwa na demonic forces kwa sababu ya kutokuungama? Na shetani hataki tuungame, anataka tutembee na hizo dhambi, tukae wa dhambi, wachafu. Na kutangazia shetani imetosha. Na nimetoa siri hiyo hadharani ili watu waokolewe. Amen. Niruhusu nikupatie kwa dakika hizi chache jambo jingine. Jambo la pili, maana hayo mengine niliyokuambia ilikuwa ni kumuita Yesu na wewe mwenyewe kufanyika mtoto wa Yesu. Sasa baada ya kuwa mtoto wa Yesu, safari yako inataka mambo haya. Nimekuambia la kwanza, kubali dhambi na ungama. Jambo la pili, break bondage in Jesus name. Kubali kuvunja ngome kwa jina la Yesu. The Bible reads in the book of Galatians 3:13. Wagalatia 3:13. Biblia inasema, sikiliza, Biblia inasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Sawa. Kwa kuwa alifanywa laana, alifanywa yeye kuwa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwaye juu ya mti, anayeangikwa juu ya mti. Rudia tena fungu la 13. Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Tulia, ninataka niwaambie watu hawa wa Kenya, Yesu Kristo ameshatukomboa. Si useme amina? Hebu ambie tena jirani yako, Yesu alishakukomboa. Muhakikishie, mwambie Yesu alishakukomboa. Mwambie tena, Yesu alishakutoa kwenye laana zote. Sasa kwa nini unatembea kama mlaaniwa? Kwa nini unatembea una declare? Unajua kwetu tumelaaniwa. Unajua kwetu tuko na malaana za ukoo. Kataa. Nasema tena, kataa. Tangaza kama fungu linavyosema hapa, Wagalatia 3:13, maana Yesu Kristo
ametutoa, ametukomboa kutoka kwenye laana zote kwa jina la Yesu. Jamani, kwa jina la Yesu lazima upate uwezo wa kuamini na kukataa. Break all bondage. Vunja kikome, na Yesu Kristo anatuwezesha kuvunja ngome zote. Jamani, kuvunja ngome zote. Jamani, kuvunja ngome zote. Kwa kuwa zimebaki dakika 17, sasa nataka tuende kwenye maombi, lakini nipatie usikivu wako only 5 minutes nikupeleke mahali pengine. Njia ya kwanza, kubali dhambi na ungama. Njia ya pili, vunja kila ngome yoyote ya laana kupitia jina la Yesu Kristo. Bwana Bwana asifiwe. Bwana Bwana asifiwe. Nikubalie kusema haya, ndugu zangu. Jambo la tatu, use the power of prayer and the word of God. Tumia nguvu ya maombi na neno la nani? Na neno la nani? Elewa mambo haya. Hizi ni njia za kutoka, za kuvunja milele na milele all demonic forces. Hivi mnanielewa kweli? Wapenda, mnanielewa kweli? Kuna mtu anataka kutoka kwenye hayo demonic forces, tumia njia hizi. Zote ni za kimaandiko. Hebu tusome Bible. Can we read the Bible? Brother Mackenzie, the book of James 4 verse 7. Can you kindly read for us? Biblia inasema, the Bible reads, basi mtiini Mungu. Basi asubuhi ya leo, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani, mpingeni shetani, naye shetani atawakimbia. Hivi naongea na watu kweli? Sikiliza. Kila siku ukiamka ama ukilala ama ukihisi kitu kibaya, jifunze kumpinga shetani. Hebu rudia hiyo verse. Biblia inasema, basi mtiini Mungu. Anza kumtii Mungu. Mpingeni shetani. Ukisha mtii Mungu utapata nguvu ya kumpinga shetani, naye alafu shetani atawakimbia. Tuseme amina. Natamani leo kila mwanamke na mwanaume, msichana na mvulana, watoto wa kike na kila mzee, kwa jina la Yesu tumtii Mungu ili tupate uwezo wa kumpinga shetani. Jamani, tupate uwezo wa kumpinga shetani. Na Biblia inasema ukimtii Mungu utapata uwezo wa kumpinga shetani, na hata shetani akikuona anakimbia. Jamani, tuseme amina tena. Jamani, shetani anakimbia. Kuanzia leo natamani wanakenyenya tumtini Mungu, alafu tukiwa na Mungu tutampinga shetani, na hata kama atakuja, Biblia inasema atakimbia. Jamani, atakimbia. Hivi kuna watu wananielewa hapa? Wangapi wanasema nataka kuanzia leo shetani akiniona anakimbia? Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Inawezekana. It is biblical.
Jumapili nitaendelea, ila sasa rudia hiyo verse tena. Biblia inasema, na naomba Makenzi uisome kwa mamlaka na kila mmoja afungue masikio yake. Biblia inasema, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia. Hebu rudia tena, maana kuna wanaosema amina ni wachache sana. Basi mtu wa vile asemavyo. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia. Jamani, naye shetani atakimbia. Jamani, atakimbia. Kwa sababu ninataka uondoke na pointi hii ama hizi tatu. Ninaomba Makenzi, naam, umsaidie mtu mmoja hapa aondoke na jibu la mwisho kubwa la Efeso 6:11. Hiyo ndio inapeleka kwenye maombi hapa, na naenda kuomba hivi. Biblia inasema, vaeni silaha zote za Mungu. Vaeni silaha zote za nani? Mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Rudia tena. Vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Makenzi, kwa nini tuvae hizo silaha? 12. Pate kuweza kupinga hila za shetani. Hebu soma fungu la 12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Juu ya wakuu wa giza hili. Kuna wakuu wa giza. Juu ya majeshi ya pepo wabaya. Katika ulimwengu wa roho. Si useme amina? Wapendwa, asubuhi ya leo, vita vyetu sio juu ya nyama, sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Na kwa hiyo, kwa sababu tunapigana kila asubuhi na shetani na mapepo yake, Biblia inasema vaa silaha za Mungu. Nasema tena, vaa silaha za Mungu. Wangapi wanasema leo asubuhi nataka silaha ya Mungu? Basi kwa nini usisimame? Vita vyetu si juu ya damu na nyama. Vita vyetu sio vya kukata mapanga, sio vya kugombana na wanawake. Mr. and my friend Robinson, can I speak this? Nimesoma Biblia Genesis to Revelation, but sijawahi kuona hata single verse inayoonyesha kwamba mapepo yanapigana kwa mapepo wenzake. Lakini kinachonishangaza, rafiki yangu, ninawaona Wakristo wanapigana. Mapepo hayagombani, wako na mission moja. Wanachofanya ni kuharibu, hawagombani. But come to these people who goes to church every day. Mapepo hayajawahi kugombana Genesis to Revelation. Lakini ukisoma Biblia imejaa watu wengi wanaogombana
Genesis to Revelation. Vita haiko kwa mume wako. Ukiona mume wako mnagombana, usipigane na mume wako. Omba, soma neno, maana vita haiko kwa mume wako, iko juu ya majeshi wa pepo wabaya. Ukiona mtoto anapotea, acha kumfoka, acha kumkatisha tamaa, rudi kwenye maombi. Vita vyetu sio vya kimwili, ni vita vya kiroho. Wanaonielewa wapunge mkono asubuhi ya leo. Ninaomba uondoke na jambo hili. Unatakikana kuwa na silaha ya Mungu itakayo kuwezesha kupigana na majeshi ya pepo wabaya. Ikiwa umenielewa hivyo, hebu tufanye hatua chache. Sogea tu hivi. Mlioko hapo mnaweza kusimama tu hapo, mnasogea tu kidogo kidogo, ila tulioko huku tusogea kule. Mlioko hapo mnaweza tukufanya one step. It's okay. Mlioko huku ndio tunaweza kusogea zaidi. Na Bwana wetu atende mambo ya kipekee kwetu asubuhi ya leo. Jamani, asubuhi ya leo asubuhi hii, can I see one elder coming here? Aje hapa ili aombe. Elder, the microphone is there. Madam Ruth, kindly come. Asubuhi ya leo, jifunze kufungua moyo wako, upokee silaha ya Mungu. Hivi mmenielewa? Yaani tumeelewana? Mbona mmekuwa wapole hivyo? Wala usiogope, maana Mungu wetu yuko tayari kutupa silaha zake. Nimesikia kuna mchungaji Edwin yuko hapa. Pastor, can you not come here? Pastor Edwin, with us here. You can also come and pray, please, Pastor. It's good to recognize the presence. Pastor, Mungu akubariki sana. Ninaomba watu hao watatu, they have just short prayers but powerful. Ningekuwa wewe, ningemwambia Mungu mambo haya matatu ayatende asubuhi ya leo immediately. Sijui kama unayakumbuka, ila nimekufunza mambo matatu. Jambo la kwanza, pinga ngome. Bwana asifiwe. Nikubali neno na maombi. Na jambo la kwanza nilisemaje? Kubali na kuungama nini? Dhambi. Yako mengi, ila matatu haya ukiondoka nayo umepona. Mpingeni shetani, naye atawakimbia. Lakini tumwombe Mungu, ndugu zangu wazee, tunahitaji silaha za Mungu ili tuweze kupinga hila za shetani, maana Yesu anakuja tena. Welcome brothers and sisters. Right, you have your microphones. So elder utaanza, madam utafuata, pastor tumaliza. Yamani Nyasaye asengi njoye mambiengia kwa weda na kero ya moito nambu yamana seringana lio gokumia lia kwani lio asegetie kega twaretire ibebia ito ase kero kia okio wonene kero ya moito Nyasaye twabere
twakoimukira iriura senge cha wanabwa wogo kumia nobo bwibwa wogo kumia nekera turagotegeme ase chinguru chao Nyasaye, shetani atakimbia. Kila mmoja wetu muwezeshe awe na silaha kali kutoka kwako, Amen, ambazo zingeweza kuvunja nguvu za kishetani. Amen. Tukubalie jinsi tulivyo na utusafishe kila mmoja wetu, Amen, jinsi upendavyo. Tuomba kwa jina Yesu mkombozi wetu. Amen. Baba, katika jina la Yesu, miguuni pako tumekuja watu wako tukilitia jina lako, jina lipitalo majina yote duniani. Kwa kutaja kwa jina hilo tunaokolewa. Kwa kutaja kwa jina hilo mapepo yanakimbia. Watoto wako wamekuja asubuhi kwa sababu wanadhamini jina hilo. Bwana mwema, ninawasongesha kwako katika jina la Yesu. Hallelujah. Waliokuwa na magonjwa waponye katika jina lako. Suko ya maisha haya Bwana waponye katika jina lako. Lakini Bwana utuponye na ugonjwa wa dhambi, kwa sababu umekwisha kusema yote yamekwisha msalabani, na hakika umetuokoa na mkono wako ulio supafu. Umesema niite nitawaitika. Basi tunakuita asubuhi ya leo. Tunakuita kwa ajili ya familia zetu. Amen. Yesu, tunakuita kwa ajili ya watoto wetu. Bwana, tunakuita kwa sababu ya maisha yetu. Hatujaunga katika maisha yetu. Bwana, tenda fadhili ya asubuhi ya leo. Tupe roho wa kuungama dhambi. Tupe roho wa kuita jina lako. O Yesu, asubuhi ya leo yeyusha roho zetu ziweze kukubali kama Mwokozi. Lakini utakapo tusamehe Yesu, utupe uwezo wa kuita wana wako. Utupe uwezo ushukao mbinguni. Yesu, utupe uwezo tutakapo yakemea mapepo yaweze kutii kwa jina lako. Tutakapo kuita kwa ajili ya familia zetu, utende fadhili Yesu. Uinuke katika maisha yetu. Utende, ndipo dunia iweze kuwa na ushuhuda ya kwamba sisi ni watoto wako. Imetosha Bwana kuwa Wakristo wa kawaida. Imetosha Bwana kukua kanisani bila nguvu zako. Asubuhi ya leo Bwana, ninakusihi kwa pendo lako, nguvu zako zishuke katika jina la Yesu. Katika njia ya kipekee kuenda mtetemo katika mahali hapa. Lakini Bwana, utende fadhili watu wako ambao wamesongea, ambao wamesikia sauti yako. Bwana, wasije wakarudi nyuma. Viwanja hivi viwe ni viwanja vya wokovu, viwe ni viwanja vya miujiza, viwe ni viwanja ambao viko na nguvu zako. Bwana, tenda fadhili. Bwana, inuka. Lakini aliyekuja asubuhi, utende fadhili, umuonekanie Bwana, umtendee muujiza wa kipekee katika maisha yake, katika familia zake, na katika watu wote hata walio karibu naye. Bwana, kuwe na ushuhuda kwamba hawa ni watu wa Mungu. Bwana, tenda fadhili. Lakini Bwana, nakuuliza asubuhi ya leo, ikiwa ni vyema uizuie anga katika jina la Yesu. Ikiwa ni vyema uizuie anga ili neno lako lihubiriwe. Lakini Bwana mwema, mapenzi yako yatendeke. Lakini sabato itakapokuja, nguvu nyingi zikuwe mahali hapa. Watu wako wanene kwa nguvu nyingi. Uwe na mtetemo wa kipekee katika viwanja hivi. Tenda fadhili katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Pamoja na hayo, watumishi wako wameomba. Asubuhi ya leo tumenyenyekea miguuni pako. Yes Lord. Tunahitaji uwepo wako katika viwanja hivi. Amen. Watumishi wako wamenena yaliyo mapenzi yako. Amen Yesu. Kristo, wale ambao walikuja wakiwa na udhaifu, katika jina la Yesu wapate nguvu. Hallelujah. Kuna wale walikuja wakiwa wamesononeka katika mioyo yao, wanapoondoka waende wakiwa na tumaini lazidi changamoto za maisha. Amen. Kuna watoto wako wamefungwa katika
minyororo ya kishetani, asubuhi ya leo uweze kufunguliwa. Kuna watoto wako wamekosa amani katika familia zao. Yesu, uliye mfalme wa amani, Yesu uweze kuwapatia amani. Amen. Watoto wako wamekuja wakiwa wagonjwa katika miili yao, Kristo wapatie uponyaji na jina la Yesu. Amen. Na very special way tunaikabidhi ibada hii katika mikono yako. Oh yes. Tumia watumishi wako kwa njia inayoeleweka, ili watoto wako wanaokanyaga katika viwanja hivi wanapoondoka Kristo waende na mibaraka yako. Amen. Watumie watumishi wako na wanenaji wako katika viwanja hivi, Kristo, waliokuja hapa kupata ujumbe wasije wakarejea walivyokuja. Oh yes. Mwisho wa kongamano hili watoto wako wapige hatua. Watoto wako wakukaribie katika kiti cha enzi. Amina Bwana. Kristo, tunapotamatisha mkutano huu mkubwa, watoto wako waweze kujiandaa kwa ajili ya kurejea kwako. Amen. Kila ambacho nahitaji kuungana na watumishi wako kuomba ni kwamba nguvu za giza zitakazoinuka kinyume na mkutano huu, Oh yes, ziweze kusambaratishwa katika jina la Yesu. Yes. Ili wanenaji waweze kuzungumza yaliyo mapenzi yako. Oh yes. Hata vyombo hivi tunavyovitumia tunavitakaza katika jina la Yesu. Amen. Kusudi Mungu maneno haya aweze kueleweka, watoto wako wajiandae kwa ajili ya ujio wako. Hallelujah. Watoto wako wanapoondoka mkutanoni sasa, waenende na mibaraka yako. Yes. Watakapokuja tena kwa ajili ya ibada ya jioni, Kristo wa neema, ujitendee makuu katika mkutano huu. Amen. Waongoze wageni wetu wote, huduma ambayo watafanya katika mkutano huu iwe ni ya mibaraka kwa watoto wako. Amen. Yule mama aliyekuja akiwa na shida, anapoondoka hapa, ondoka akiwa na tumaini. Yule mzee ambaye familia yake imekuwa ni ya ugomvi, anapoondoka hapa, Kristo waweze kurejeana katika upendo. Yule kijana ambaye amepoteza mwelekeo kwa sababu ya sanaa za ulimwengu, anapoondoka hapa, Kristo au amepiga hatua. Tuongoze na utuandae kwa ajili ya ufalme wako. Yes. Ni katika Kristo tumeomba na tuamini. Amina. Amen. Hebu pata jirani, mshike mkono sasa, mwambie zingame dhambi zako. Zingame dhambi zako. Mwambie Yesu ni mwaminifu. Yesu ni mwaminifu. Mwambie jambo hili, mpinge shetani naye atakukimbia. Mwambie mara ya mwisho hivi, kumwambie kwamba vaa silaha za Mungu. Mwambie tena, vaa silaha za Mungu. Hebu nione waliobarikiwa hewani hivi namna hii ya yeye. Bwana asifiwe. Amewezekana mkaja asubuhi wengi hivi na shetani akaendelea kuwepo. Ameondoka kwa jina la Yesu. Ameondoka kwa jina la Yesu. Amen. Hey, Mungu awabariki. Amen. Karibisha sasa wale ambao wanaandika, wale wabatizwa. Najua asubuhi hii, najua kwamba kuna watu wengi ambao wanakosa nafasi. Leo ni Friday. Andika majina ya batizo. Yuko wapi yule mwandishi tena? Yuko pale, sogea kwenye pale, ukae pale, watu waje kuandika ndio waende nyumbani. Go and write your names for baptism. Karibuni kwa matangazo. Wale wazee wa makanisa wote na